mtu ambaye hajaokoka bado hajaanza maisha, na siku ambayo atakuja kuokoka ndo atajua nini maana ya maisha. Hata kama sasa hivi unamuona huyo mtu anaishi maisha au wewe unaishi maisha, bado haujaanza kuishi hayo maisha. Nimefanya utafiti wangu mimi Bwana Lewis, nimeuliza na wengine wengi, nimekuja kugundua it's a deception, ni uadaifu. Hakuna, bado watu bado hawajaanza maisha. Kuokoka, usiende mbali. Kuokoka sio kuhubiri injili kama mimi. Kuna wengine wanahubiri injili lakini hawajaokoka. Wengine wanaimba kwaya ndo kabisa, wengine wanalea huduma sijui the power of ministry, sijui wengine wana huduma sijui za wadada wa vijana wa mama, wanakusanyika hapo wanafanya hivi, lakini hamna lolote, hawajaokoka bado. Kuokoka, nazungumzia wokovu, salvation. Namba moja, kwanza, kitu cha kwanza, hakikisha una upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Narudia tena, upendo wa kweli. Upendo. Maandiko yanasema kwa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 9, Biblia inasema yeye ambaye yupo nuruni na anamchukia ndugu yake yupo gizani hata sasa. Wokovu, nimesema namba moja ni upendo. Namba mbili ni kujitenga na uovu. Ukiona uovu unakuja, unasema you run away from it. Unaachana na huo uovu. Unapita hivyo, unapita hivyo. Unaachana na huo uovu. Sasa huo uovu huwezi kuacha kama hamna kitu ambacho umebeba. Jambo lingine, namba tatu, nazungumzia habari ya wokovu, ni kusoma neno kila siku na kuomba kila siku. Kama ambavyo unapita Instagram, unapita Facebook, unapita sijui YouTube, unabeti, unafanya nini kadhalika, ndio neno la Mungu unapaswa kulisoma kila siku. Na ukisoma unakuwa una daftari na peni, mstari huu umejifunza nini, unawafundisha nini wengine. Usisome pia Biblia ili uende kuwahubiria wengine, ajihubirie kwanza wewe. Mimi sometimes nasoma neno kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mtu atasema kwamba wewe unasema nini wewe Lewis? Watu wana magari, watu wana maisha mazuri, tunawaona. Wewe Lewis unasema nini? Yale ndo maisha. Hawajaokoka. Tunawaona wengine wasanii wa secular na hawajaokoka Bwana Lewis, na tunaona wanafanya mambo makubwa. No, sio maisha. Ngoja nikuonyeshe maandiko yanavyosema. Nataka ufahamu wako ufunguke. Angalia Biblia inachosema. Kuna wengine unaona wameinuka, kuna wengine unaona kwenye maisha yako wamestawi kabisa, wamestawi vile, lakini Mungu anawaonaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu kile cha Zaburi ya 92 mstari wa 7. Biblia inasema wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele. Mashadi garabahakatas. Biblia anasema kwamba kwenye maisha kuna watu wale wasio haki. Wasio haki wakichipuka kama majani mabichi, na wale wote ambao unaona wamestawi. Ngoja nikusomee tena. Biblia inasema hivi, wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwe milele. Nasikia mpaka mifupa yangu inatetemeka. Kumbe hata waovu wanaweza wakastawi. Kumbe hata watenda mabaya wanaweza wakastawi. Biblia inazungumzia kwa habari ya kustawi. Mtu ana maisha mazuri,
anaendesha magari, ana mabiashara, lakini kumbe ni muovu, ila amestawi. Aya o, aya o, aya o, aya o, adula, aya o, aya o. Biblia anasema wasio haki wanaweza wakastawi, alafu na wale wanaotenda maovu wanaweza kuchipuka kama majani. Anachipukia tu mtu, unakuta tayari ana maisha mazuri, lakini Biblia inasema ni kwa kusudi hili moja, Mungu aje kuwaangamiza wote, asipate hata nafasi mtu ya kutubu. Aya o, aya o, aya o, aya o, adula, aya o, aya o. Biblia inasema wasio haki. Kwenye maisha kumbe kuna watu wasio haki wana uwezo wa kuchipuka alafu wakastawi. Alafu kuna wale ambao wanatendaga maovu, wanaotenda maovu. Wewe unaona watu wana mapete makubwa kwenye vidole, unatetemeka nao. Wana magari, wana mabiashara, wanajiposti kwenye mitandao, wanazunguka, wanaenda huku hivi vile vile, wewe unawatetemekea watu. Wengine wapo, ni kweli, lakini maandiko yanasema kwamba kumbe Mungu anasema kuna wale wasio haki na wanaotenda maovu uwaga wana uwezo wa kustawi. Mpendwa, ningekuwa na nafasi kubwa ningekueleza kwa habari ya kustawi. Biblia imeongelea kwa habari ya kustawi. Alafu Biblia imeongelea kwa habari ya watenda maovu. Kumbe watenda maovu nao wanaweza wakachipuka kama majani, lakini Mungu anasema ni kwa kusudi waangamizwe milele. Hebu niambie rafiki yangu, unaonaje? Sasa kweli unaweza kuwa unafanya kazi, unafanya biashara, lakini kama haujaokoka hakuna mahali utaenda. Hakuna. Waulize watu ambao, na shetani ni mjanja sana. The devil is not ignorance. Shetani sio mjinga. Shetani ni kiumbe mzee mwenye uzoefu katika ulimwengu wa roho, ambaye alishuka na malaika kutoka mbinguni, akashuka nao kuzimu. Alishuka nao kwanza duniani, akawageuza wale malaika wakawa mapepo, afu akashuka nao kuzimu. Ndio hao ambao unaona wanasumbua watu. Kwa hiyo unapoongelea habari ya shetani, sio mdhaifu kama unavyozani wewe ama tunavyozani sisi. Shetani anamchallenge mpaka Yesu. Anamfuata Yesu hivi, anamfuata Yesu, anamwambia Yesu, jitupe chini, imeandikwa. Anajua mpaka maandiko shetani. Sasa Biblia inasema wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi hili Mungu aje kuwaangamiza. Ulimwengu ambao umefikia sasa hivi, jitahidi wewe unasoma neno, jitahidi wewe unapata muda wa kuomba. Mwana wa Mungu, achana na mambo ya kidunia mengi ambayo yanawasonga mabinti, vijana, wanamsahau Mungu. Wanaachana na habari za Mungu. Wanachukulia wokovu ni kama mambo fulani hivi ya ushamba. Kaa na Bwana. Sasa kwa nini Biblia inasema hivi? Ni kwa sababu angalia kitabu cha Wathesalonike. Wakati fulani walikataa kweli ya Bwana. Yaani mtu kishaanza kukataa kweli ya Mungu, hakuna mahali utakapofika. Angalia Biblia inasema kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya pili mstari wa 10. Biblia inasema, na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakuikubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Unaona mambo ya wokovu hayo, wapate kuokolewa. Some maandiko kama Farisayo, soma kiroho, usisome kama nobu.
Biblia sio kitabu cha shule ya msingi ama cha physics. Nilikuta mtu mmoja tena bishana na maandiko, mbona andiko lilisema sijui hivi. Wewe, Biblia sio kitabu kama nobu. Biblia sio gazeti la michezo. Biblia ni kitabu cha kiroho. Biblia ni kama bahari, unapoisoma ukiwa una ufahamu mdogo ina uwezo wa kukuzamisha na kukuua hii Biblia, lakini ukiwa una ufahamu mkubwa ina uwezo kukuweka juu ya bahari ukaelea na ukafika ng'ambo. Mstari wa 11. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Yaani Mungu naye uwaga analeta nguvu ya kupotea. Mungu akishaona anasema na wewe usikii, achana na mambo ya uzinzi usikii, pombe usikii, nenda kanisani uendi, ishi maisha matakatifu utaki. Kwa hiyo kumbe Mungu kule juu mbinguni uwaga anaachilia nguvu ya kupotea. Raba shata laba kusa. Mungu kumbe uwaga anaachiaga nguvu ya watu kupotea. Kwa unajiuliza huyu mtu mbona hichi kitu haachi? Mungu ameachilia nguvu ya kupotea. Biblia inasema mstari wa 11, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu ili wauamini uongo, waendelee kubaki kwenye maisha yao hayo hayo. Angalia mstari wa 12, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Naona kazi hiyo, mwana wa Mungu. Oh my God. Unasikia mwana wa Mungu? Rehema za Mungu zipo ukiwa hai. Mimi huwaga napata ukakasi sana. Unakuta eti kuna mtu labda amefariki, Mungu akupe kauli thabiti. Ipi? Kauli gani thabiti? Mungu akupunguzia adhabu ya kaburi, ipi? Yaani kama aliishi maisha ya kiumbwa yaani huko mbele ni shughuli. Kama aliishi maisha ya wokovu, basi sisi waga mtu akifa tunasema Bwana alitoa na Bwana alitwaa, jina lake libarikiwe. Mpendwa, ikiwa umepata nafasi ya kunisikia na unajua kabisa ndani ya moyo wako maisha yako wewe na Kristo, maisha yako wewe na Mungu hauna mahusiano mazuri, niko hapa na nasikia nguvu za Mungu ndani yangu kabisa, mpaka nywele zinanisisimka. My God, natamani mimi na wewe tuombe sala ya toba, alafu acha ulichokuwa unafanya. Narudia tena, rehema za Mungu hazipo kwa ajili ya kutamka. Unasikia, wana wa Israeli walitembea na rehema za Mungu, lakini Mungu aliwaua wote jangwani, wote wakafa. Kwa hiyo rehema za Mungu haziji kusema Baba nisamehe. Rehema za Mungu zipo ukianza kuacha. Haya nao yasema ni mimi nini? Nishai kusema historia yangu, nimedumu kwenye bangi na pombe. Pombe nadhani kama mwaka hivi. Mapombe niliachana nayo, ila bangi nilikaa kwenye bangi kwa muda kama miaka 7. Kama sio 7, 6 na miezi hata 11. Sasa 7 hiyo. Siku nilipoamua kuweka ganja chini, mjani chini, nikamwambia Bwana Yesu, niokoe niachane na mambo ya bangi. Ndipo rehema za Mungu zikaanza kuja ndani yangu. Kwa rehema za Mungu aziji kwa kutamka. Rehema za Mungu zinakuja kwa kuacha ulichokuwa unafanya. Mungu, kuanzia leo nimeamua kuacha uzinzi, nimeamua kuacha pombe. Hapo ndipo rehema za Mungu zinakuja. Natamani tuombe mimi na wewe sala ya toba muda huu, kwa kumaanisha mbele za Bwana. Wewe wajua, mimi sijui, lakini wewe wajua. Yamkini labda neno hili lipo kwa ajili ya rafiki yako ama lipo kwa ajili yako. You never know. Nani ajuaye? Usiku wa leo sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Bwana, unajua maisha yangu. Bwana Yesu, nimesikia maneno yako
ninaomba unirehemu. Kuanzia leo ninatubu, unisamehe. Nimekukosea Bwana wangu, wewe wajua maisha yangu. Kuanzia sasa ninaomba unirehemu, ninaokoka na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu utakuwa ni wewe. Yesu, naomba uniokoe, unisaidie na kila aina ya madhabahu ambayo iko ndani yangu, kwa jina la Yesu, haina nafasi wala haina kibali. Amen. Naomba nikuombea rafiki yangu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya huyu rafiki yangu. Naomba ukamsaidie wewe pamoja naye, chochote kile ambacho kinamzuia kwenye wokovu, Bwana Yesu, naomba ukapate kumuimarisha kwa jina la Yesu. Amen. Tafuta msaada wa kiroho kama upo kanisani kwenu, uzulia vipindi vya fellowship. Lakini kama unatamani tuendelee kujengana mimi na wewe, unaweza tu kanitafuta. Kila siku mimi nitakuwa nakutumia wewe andiko la kusoma ili uweze kukua kiroho na uweze kuja kuwa mtu ambaye Mungu amekukusudia. Ukiwa unahitaji labda natamani bana niwe napata neno kila siku, niko lazima kila siku niwe nakupa neno wewe tu peke yako. Bwana, leo fanya hiki, leo fanya hiki na ufananie na Kristo. Amen. Mungu akubariki. Shalom and God bless you.